ilipofika ikawasia, alifanya tu hivi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ushuhuda tumeusikia na wale wenzake ambao wako katika chama kile. Kuna kuokoka na kukombolewa na kufunguliwa. Yesu akaagiza akasema, basi yo Lazaro ambaye mnasema amekufa hajafa. Akaamrisha akatoka katika kaburi. Tena akaamrisha akasema ya kwamba sasa mfungueni. Bwana asifiwe. Unapookoka unahitaji pia ufunguliwe. Akasema mfungueni. Na alipofunguliwa akawaambia, mpikieni chakula mumpe. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiokoka stage 1, stage 2 funguliwa, stage 3 pewa chakula ule, stage 3 kuwa na uendelee wa maana katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amina. Wenga chamba wepanda mu wepanda nyuma na muno manyowira ujumbe hao. Haleluya. Amen. Ukama lobe achenda muzini achenda sema nizamona ye mokoli yaze nambira gosini nizamona ye mokoli zoni munkashone asena anjine mdamona John. Haleluya. Yohana mlango wa 4 kifungu cha 13 na 14 nasema, Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena. 14 Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tunaona story ama hadithi ya mama Msamaria. Tumesikia kuna wamama walalo. Haleluya. Na Mungu awabariki sana wamama wetu walalo. Hapa tunaona mama Msamaria. Mwanamke Msamaria, unaposoma hadithi yake yote utaona vilianzaje na vikaisha vipi. Kwa sababu ya wakati nimeona nisome sehemu kidogo na nikupatie ile hadithi kwa ufupi. Bwana asifiwe. Mwanamke Msamaria alikuwa na tabia ya kwenda kisimani kuteka maji. Tunajua sana wamama hupenda kwenda kuteka maji kama ni kisima cha marofu. Haleluya. Asubuhi sana wako pale kuteka maji. Tena baadaye wanafanya shughuli zao, ikifika jioni wako pale kuteka maji. Bwana asifiwe. Lakini mwanamke huyu Msamaria alikuwa akienda maji kuteka, masaa alikuwa si ya kawaida. Sio yale ya kawaida ya kuteka maji. Haleluya. Na alikuwa na agenda tofauti kama vile wengine tuko hapa masishini, lakini agenda zetu ziko tofauti. Sio wote wamekuja kuzika. Haleluya. Wengine wamekuja na agenda zao, ni sawa. Sasa mama huyu Msamaria alienda kuteka maji wakati wa mchana. Zuwari hii. Halo. Bolombo na madramu gapako. Alipofika pale kisimani akaangalia hivi akaona kuna kijana aliyeumbika kisawasawa, ambaye bendera yake bila shaka watu wakianza kuimba Mungu nguvu yetu inasimama sawa sawa, bendera inapepea. Haleluya. Huyo mwanamke akaangalia ile kijana akaona huyu kijana anaumbika yuko sawa na misuli, akajua ameangukia. Halo. Alipofika pale kisimani, Yesu akamwangalia, na kwa sababu Yesu ni Mungu na anajua mpaka yale unayafikiria wewe sahihi, akamwambia nipe maji ninywe. Na angalia, naona scenario ya wasichana ama msichana ambaye anataka kutongozwa na mvulana, ama bibi ya mtu anayetongozwa na mzee wa mwenyewe. Wanaanza story kutoka mbali, si ndio? Kwa hivyo huyo akaanza, vipi ndogo, saidie na maji ya kunywa. Akamwangalia akamwambia, mwanzo kulingana na itikadi zetu, culture, sisi wa Samaria haturuhusiwi hata kuongea na nyinyi Wayahudi. Bwana asifiwe. Hiyo itikadi yetu, hata hustahili kwamba uko kwa hiki kisima cha babu zetu, ukuzahendani we hano. But katika moyo wake alikuwa anasikia sema mimi nimewahi. Yesu akamwangalia akamwambia, laiti ungalijua ni nani anayekuitisha maji, ungalie
ungemuomba yeye angekupa maji ya uzima na haungerudi katika kisima hiki cha umalaya tena. Haleluya. Anasema sisi hiki kisima tumekinywa kutoka huko nyuma, babu zetu, yani kare na kare. Hicho kisima chishiba huzikala unanwa, hata sisi nasi unanwa. Yani kuna mizi mingine na kuna familia zingine zinako hatimbaya kisima cha umalaya chanza kapindi. Haleluya. Kisima cha umalaya kilianza kitambo. Kisima cha uchawi kilianza kitambo. Kisima cha ulevi kilianza kitambo. Kisima cha niseme cha nini? Uzushi kilianza kitambo. Amekutana na Yesu, anaambiwa sasa kanitie mmeo zizobodo neheramlu meo adehani naza marigisa. Halo, ataita nani? Kanitie mmeo. Akasema sina mume. Alijibu sawa. Bwana asifiwe. Hata wewe uweze ukajibu sawa na ukabadilisha historia na maisha yakawa mazuri, ukaisha maisha ya dhambi na ukaanza mwanzo mpya na Yesu Kristo, kama utasema sawa na kuwa wazi na Mungu wako na kumwambia ni kweli mimi haanzi biga umalaya kwa muda mure. Haleluya. Akasema sina mume. Akaambiwa na hata yule uliye naye pia si wako. Wangapi wana za wenyewe sahihi hapa? Muhaha na manyaka mkosa. Halo? Nani wangapi wana bibi za wenyewe? Wako wengi? Kama lobe achenda muzini achenda sema nizamona ye mokoli. Unanibanira wewe kuko DJ. Tengeza vizuri microphone, naumia. Tengeza vizuri microphone. Alimuona aliyemwambia siri zake zote. Akaambiwa mwanzo wewe hata huyo mmoja naye si wako. Ni watano na si wako. Hayo ndio kwenda kehani. Historia ikabadilika. Alipomwambia Yesu ya ukweli ya kwamba mimi hata huyo mume ndiye naye si wangu, akamwambia basi usijali, nitakupa maji. Hautarudi kwa kisima hiki tena. Historia yake ikabadilika kutoka kwa umalaya mpaka kwa uinjilisti. Maandiko yanasema ya kwamba alikimbia mbio akaenda katika boma lake na akawaambia wale wa pale kijijini, jameni njoni muone mtu yule aliyeniambia siri zangu zote. Amebadilishwa, amekuwa mwinjilisti, amerudi katika boma, amechukua wenye vijiji wanakimbia kwa Yesu, wakamuona yule anayebadilisha maisha. Haijalishi maisha yako yamekuwa maovu kiasi gani, haijalishi umekuwa mlevi kwa miaka ngapi, haijalishi umetembea na wanaume wangapi, haijalishi umevunja ndoa za watu mara ngapi. Kinachojalisha mchana wa leo, ukimwambia Mungu nihurumie, maisha yangu hata mimi mwenyewe hayanipendezi, ninatamani niache lakini siwezi. Leo Bwana niguse, nisaidie, nisamehe. Anaweza kubadilisha maisha yako, na badala ya kuvunja ndoa za watu ukawa mtu wa kuleta watu pamoja. Kama labe achenda muzini achenda sema nizamona ye mokoli ye azenambira gosini nizamona ye mokoli zoni mukashoni asena. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mwanamke alikuwa anaweza kuwa malaya bila mwanamume. Halo? Nauza yuna mwanamke anaweza kala malaya bila mwanamume. Kwa nini mosi area kali malaya? Halo? Kwa hiyo usiseme kwamba hili neno ni la wamama peke yao. Hapana. Hata wale wanaume waliofanya yule mwanamke awe hana jibu la kumpa Yesu akuleta the right husband, wanahitaji Yesu. Bwana asifiwe sana. Maana mwanamke hawezi kuwa malaya bila mwanamume, na mwanamume hawezi kuwa malaya bila mwanamke. Lakini hata haijalishi, hiyo haitusumbui. Tuko hapa tunakuletea habari njema za Yesu Kristo anayebadilisha historia. Amen. Wende kwa watu wamekuangalia wanakuona ni mtu hauna mwelekeo, ni mtu hauna maana, ni mtu ambaye hauelekei, haueleweki. Shikana ni bangi ndio breakfast, ndio lunch, ndio supper.